alikuwa anaona kabisa ananyanyaswa na anateswa na uongozi uliokuwepo serikalini. Mwaka 1968 baada ya kuondoka chuo katika University of Natal aliweza kuanzisha chama chake, au aliweza kuanzisha kikundi kinachoitwa South African Students Organization. Hapa alikuwa ana falsafa nyingi ambazo zilikuwa zinawavutia vijana wengi na hatimaye kupata ushawishi mkubwa, hivyo kuonekana anaweza kuwa kikwazo kikubwa sana kwenye serikali ya wazungu, ambapo kwa muda huo rais alikuwepo anajulikana kwa jina la John Vorster. Alimuona kama kikwazo sana katika serikali yake, kutokana alikuwa ameanza kuwapandikiza baadhi ya vijana ile nguvu na spiriti ya kujitambua, kujipenda na kujithamini, kuona kwamba watu weusi sio duni na wanaweza kusimamia haki zao. Uongozi wa wazungu haukuwa wa haki kwa watu weusi, kwa sababu watu weusi walitengwa maeneo yao, hasa maeneo ya kuishi, hospitali, hata shule. Ndio maana hata kaka yake Stephen Biko, ambaye alikuwa anajulikana kama Kaaya Biko, aliweza kusadikika tu kwamba anafanya harakati za kuipinga serikali iliyokuwepo madarakani. Hatimaye naye Stephen Biko aliweza kufukuzwa shuleni kutokana na kaka yake kusadikika kuwa anajihusisha na harakati za kuipinga serikali. Alipitia kipindi kigumu sana, kwa sababu pia wazazi wake walifariki. Baba yake alifariki akiwa bado mdogo sana, na mama yake aliishi maisha ya shida sana. Baba yake alikuwa anaitwa Matthew Biko, lakini mama yake alikuwa anaitwa Alice Biko. Na baada ya kwenda chuoni, maisha alipoanza harakati, nafikiri mwaka 1973 aliweza kuwekewa kizuizi. Aliweka kama kitu kinachoitwa banning order. Hii banning order ilikuwa haimruhusu kufanya mikutano yote hadharani, kukutana na watu au kushiriki kwenye mambo yoyote ambayo yatahusisha mkusanyiko wa watu. Na ilipofika mwaka 1977 polisi waliweza kumkamata katika mji wa Port Elizabeth na wakampiga sana. Aliumia maeneo ya kichwani, ambapo ilipelekea kupata shida ya sehemu ya ubongo, kupata maumivu makali sana eneo la ubongo, na kwa kitendo alichofanyiwa